siwezi nimekuwa na ujasiri kama wako hata dakika moja. Ujasiri hauchelewi, wakati mwingine huja baada ya kosa. Kilicho muhimu ni kile moyo unachobeba sasa. Kila mama hujifunza kwa njia yake, wengine kwa furaha, wengine kwa maumivu, lakini wote hujifunza. Asante, sio tu kwa kumlea mwanangu, bali kwa kunikumbusha kwamba bado pia nina Mungu. Kweli maisha magumu ndo yalofanya mimi nijute. Mwanangu naye mwanadamu, maisha yamefanya ni mtupe. Akili inajilaumu, nafsi inasema ni mtupe. Kichwa kimepata ndimu, mwanangu staki ateseke. Wala makota wanamtesa, kweli dunia ni ngumu. Mwanangu nisamehe, nimekosa, bado najilaumu. Wala makota wanamtesa, kweli dunia ni ngumu. Mwanangu nisamehe, nimekosa, bado najilaumu. Majuto, 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 majuto. We baba, haya hivi ni macho yangu au unaota? Wewe si ndio unikimbiza siku ile mbio mbio eh? Hukutaka hata kunisikiliza. Haya, alikuelekeza nani mpaka kufika hapa eh? Yaani wewe ulikuwa unataka. Nimetoka zangu huko na ugwadu wangu. Kuna mtu kanipandisha mizuka, kashindwa kunituliza eh? Nimetoka zangu huko nakutana na wewe maskini ya Mungu, nikasema hapa hapa nikapunguze na kusimamisha baba wewe, utaki hata kunielewa ukanitoa mbio mbio bila hata huruma, eti mwanafunzi. Haya, kiko wapi? Kwa taarifa yako leo sina hata mudio, nimeshatoka zangu huko, nimesuza mtoto wa watu hapa, nipo mwepesi kama unavyoniona, kwa sababu kabisa shida mtoto wa mtu saizi. Sawa kwa hiyo baba, fanya tu uende sasa. Binti, mimi sitaki kulumbana na wewe. Mimi leo niko katika mudi yangu nzuri tu, kwa hiyo sitaki kulumbana na wewe. Na hapa mimi sijakufuata wewe. Kwa taarifa yako, mimi naenda kwenye nyumba ile, kuna mtu mimi namfuata pale, sio wewe. Pale mimi namfuata Amina. Kwa hiyo sijakufuata wewe. Na mimi wakati nakuja hapa sijajua kama nitakutana na wewe. Kwa hiyo mama, tafadhali sana, sijakufuata wewe. Naomba usinikwaze, nisikukwaze, nisikutoe kwenye mudi, usinitoe kwenye mudi. Niache. Wewe. Wewe vipi? Mtu gani unamuulizia? Amina yupo unamwongelea wewe. Sasa kwa taarifa yako Amina ndio mimi. Sawa? Sasa sijui unataka nini. Wewe una lolote. Wewe hapo mzimesha kupanda, unaanza tu nini. Hebu fanya uende. Kwa hiyo wewe ndo Amina. Hilo jibu. Ndio unaishi hapa. Habari ndio hiyo. Na ndio umepanga. Ndio nimepanga. Basi mama, mimi nashukuru sana kwa kukujua. Nilikuwa sikujui. Baya vizuri, kama ndio wewe, basi na mimi nataka nikwambie. Sasa kama wewe ndio Amina, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Naona wewe ushazungumza sana, umejimaliza, umejishembendua hapa, umefanya kila kitu. Na mimi nataka nikwambie haya kwa uchache. Kama wewe ndio Amina, mimi ndio baba mwenye nyumba. Yaani mimi ndio mwenye nyumba hii hapa. Na yule mama Aisha ambaye anakupangisha wewe, mimi ndio mume wake. Yaani wewe ndio baba mwenye nyumba. Narudia nakwambia hivi, mimi naitwa Muungwana. Mimi ndio mmiliki wa hii nyumba. Na yule mama Aisha ambaye amekupangisha wewe kwenye hii nyumba, mimi ndio mume wake wa ndoa. Yaani hii nyumba ni ya kwangu. Na kama hujaelewa, nataka nikufanye uelewe vizuri. Wewe nakufahamu kwa jina la Amina, sijawahi kukuona. Na wewe unadaiwa kodi ya miezi 2 hapa. Na umeshindwa kulipa hiyo kodi. Mimi nikatoa nafasi wewe upewe mwezi mmoja mwingine ili uame. Ukashindwa, ukaongezewa mwezi mmoja, yaani notice ya miezi 2, ukashindwa. Umekaa hapa miezi 4 na unaendelea kusumbua sumbua. Sio hivyo? Jamani basi nisamee. Mimi sijajua kama ndo baba mwenye nyumba. Maana mimi alionipangisha hapa ni mama.
lakini sielewi chochote mpaka nakutana naye huko. Mimi sikujua chochote kama ndio baba mwenye nyumba hapa. Wewe si umeshajimaliza? So umeongea kila kitu, umenichamba hapa, umeongea unavyojua, domo lako lilivyokuwa kubwa kama showe, kila kitu umekifanya hapa. Ukajimaliza kuona wewe ndio kila kitu. Sasa mimi nakwambiaje? Nilikuja hapa nimjue huyu Amina, nimpe muda akae at least leo au kesho, ajipange aondoke. Lakini kama Amina mwenyewe ndio wewe, kahaba, mshenzi, mzinzi, usiochagua mtu yoyote, unaondoka naye, wewe huwezi kukaa hapa. Mama, mimi nakwambiaje? Watu wa aina yako, yani wewe ili upate hela lazima uvichezee vichwa. Upate vichwa, uvichezee vichwa ndio upate hela. Si ndio? Yani uinue mguu mosi, mguu pili, tayari ujichembendue, ufanye kila kitu ndio upate hela. Sasa hela za kujitolea jasho kwa namna hiyo ni hela za laana, na mimi sitaki hela za laana. Sikutaki hapa mimi. Sema ni vizuri. Kwa hiyo jiandae uondoke. Baba, nisikilize, naomba nisikilize. Usiondoke. Naomba basi tuongee, nipe muda kidogo. Mimi hapa nishachanganyikiwa, mimi sielewi. Wewe nisikilize. Yaani usitegemee hapa mimi kama utanishawishi kwa jambo lolote. Sasa mimi najua nyinyi washenzi. Mimi mama sitaki. Yaani mimi najua unataka kuongea hapa ni kuongea mambo ya uzinzi, uniingize mule. Na kwa taarifa yako mimi nilishazijua zile kodi zako. Siku ile wewe ulivyokuwa umenisimamisha njiani au kunisimamisha kwa bahati mbaya, wewe itakuwa ulikuwa unanijua kama mimi namiliki hii nyumba. Ulichokifanya wewe sasa, ukanipeleleza kwa sababu wewe ni mzinzi na kahaba, ukatumia mbinu zako za kahaba, ukanifuata pale njiani eti mimi ninakupenda, nataka nikupe bure. Ushawahi kuona wapi? Mama, hapa kwangu mimi umenoa. Yaani uwezi kunipa penzi la shilingi 2000, shilingi 3000, alafu ukakaa kwenye nyumba yangu kwa pesa ya shilingi 30,000. No! Ondoka. Sikiliza mama, nisikilize. Baba, subiri. Naomba basi nipe muda. Nakuomba, mimi hapa nimechanganyikiwa, sielewi naenda wapi. Sasa masaa unaonipa ni machache. Mimi sijui, yani nimeshavurugwa, ila nakuomba tu, naomba nisamehe. Wewe nisikilize vizuri. Hiyo nguo unaoishika hapo, mke wangu amepata shida kupiga pasi. Kahangaika. Kwa hiyo usiishike hii nguo ukaitia janaba na uzinzi wako. Wewe ni mshenzi. Yaani unaponishika hapo nataka unishawishi hapo, nilegelegee, unitekenye kwenye mguu wangu, nishawishike, unitie ashki, unitie mudi, niingie ndani nikakuzagamue, mwisho wa siku ukae bure hapa. Usilipe kodi. Hilo jambo kwangu haliwezekani. Mimi najua kabisa wewe ni kahaba. Yaani hapo ulipo una majanaba ya watu wengi, makonda wa daladala, wanywa wanzuki, wabeba zege, wachimba mashimo, wachimba kaburi, wote unao. Hebu niache. Wewe baba. Hebu lipa kodi. Wewe baba, njoo basi kidogo na wewe tukadiliane. Wewe baba wewe, njoo basi hata kidogo tu. Wewe nawe, sije tumalizane kikubwa. Njoo basi. Hata kidogo tu na utanielewa tu. Mimi najua tukiingia ndani tunamaliza kila kitu. Njoo. Mimi nakupa kila kitu. Mimi nakupa kila kitu baba, njoo jamani. Dada, kama nilivyokuambia, Marashi kakamatwa. Nilijua tu kama hiki lazima kitatokea, kwa sababu yule hashauriki. Kila ukiongea naye, kila ukimwambia, kila unachokifanya kwake ni kitu kibaya. Dada, kilichokuwepo hapa tusilaumiane. Tujue tunamtoaje mdogo wetu. Hili jambo ninakukabidhi wewe. Natumaini utalishughulikia vilivyo. Tunajua mchuma jangwa ulia na wakwao. Wewe ndio unayekutegemea. Hamna shida dada yangu. Tamdhamini kwa kitambulisho changu. Atatoka. Kwa hilo ondoa shaka. Yaani moyo unauma sana. Tatizo lake anasikana kwamba sisi ndo tunayemuonea. Ajui tu. Yaani ajui ndani yangu jinsi ninavyojisikia. Vipi na kuhusu ule mwanamke wake? Hapo hapo. Hiyo kazi hiyo niachie mimi. Nitaishughulikia. Yaani pale hatokanyaga pale. Ama zake ama zangu. Hatokanyaga. Yaani dada, yule mwanamke simpendi sasa hivi. Yaani simpendi hata kumuona katika macho yangu. Ndio sababisha yote haya. Kwa hiyo Marashi, ulisema umekuta mtoto akiwa peke yake, ukambeba ukaondoka naye bila kumjulisha mtu yoyote? Ndio afande. Mtoto alikuwa analia na usiku ulikuwa shaingia. Watoto wengi hulia usiku Marashi, si kila anayesikia kilio ubeba mtoto na kuondoka naye Marashi. Nilikuwa namuokoa afande. Kumuokoa?
bila kupiga simu, bila kuripoti, bila hata kupisha hodi kwa jirani? Uliamua kuwa shujaa peke yako? Sikuwaza sheria afande, nilifikiria maisha ya mtoto. Sheria haipingani na maisha Marashi. Sheria hulinda maisha. Niambie, ulipomchukua mtoto ulienda naye wapi moja kwa moja? Nilienda naye nyumbani afande. Nyumbani kwa nani? Nilienda nyumbani kwangu, kwa mke wangu Asnati. Je, ulimshauri mkeo kabla ya kumleta mtoto? Hapana afande, nilimleta tu. Kwa hiyo uliamua kuchukua uamuzi mzito wa maisha ya mtoto kwa niaba ya familia nzima peke yako? Nilizani angeelewa. Na kama hangeelewa, angekataa, ungefanya nini na mtoto? Hapo ndipo swali linapozidi kuwa zito Marashi. Ulikuwa na mpango au ulikuwa unakimbia jambo fulani? Sikuwa nakimbia chochote afande. Kila anayechukua hatua bila kufikiria huwa anakimbia jambo fulani. Hofu, hatia au ukweli? Niambie ukweli. Ulipomchukua mtoto, ulifikiria kama mama yake angekuwa anamtafuta mtoto? Nilifikiria, lakini nilizani kuwa ameachwa. Kudhani si ushahidi Marashi, na sheria haijengwi kwa kudhani. Haya ni mahojiano ya mwanzo Marashi. Hatusemi wewe ni mkosaji, lakini kila hatua unayopiga inaacha maswali. Tutazungumza tena. Safari ijayo itahitaji majibu yasiyo ya hisia, bali ni ya kweli. Mjomba, vipi huko ulikokwenda? Umefanikiwa kuongea na maaskari? Umesema watamtoa lini Tara? Kwa kiwango fulani naweza nikasema nimefanikiwa. Hii ni kwa sababu nimefika mpaka pale kituo cha polisi, nilionana na binti yangu, nimezungumza naye kidogo, lakini pia nikaonana na afande ambaye anasimamia ile kesi. Nilijaribu kuongea naye kwa kina sana, kujua namna gani naweza nikamsaidia binti yangu ili aweze kutoka, lakini sio binti yangu peke yake, na wale wengine ambao walikuwa wamekamatwa pamoja naye. Lakini kidogo jambo lilikuwa ngumu kiukweli kabisa, sababu yule afande alichodai hawa wawili wanaweza wakatoka kwa dhamana. Hii ni kwa sababu kesi yao si nzito, kesi yao tu inahusiana na kumchukua mtoto bila kufuata sheria na taratibu. Ndio maana kesi yao imekuwa ya kawaida, yani kwamba wamebeba nafasi ya ubinadamu. Walionekana tu kwamba nia yao haikuwa mbaya kwa yule mtoto, nia yao ilikuwa ni kumchukua na kumlea, na ndio maana kesi yao imekuwa nyepesi. Kwa hiyo kosa lao lipo tu kwamba hawakutoa taarifa kwenye kituo cha polisi kwa mjumbe wa serikali za mitaa wala mwenyekiti. Maana vizuri. Lakini kwa upande wa mjomba wangu kidogo imekuwa changamoto. Kesi yake ni ngumu sana, kwa sababu kesi ya kutupa mtoto inafananishwa na kesi ya mauaji. Sababu mtoto mdogo unapomtupa, maana yake kama watu muona, tafsiri yake yule anaweza kufa. Na kama mtoto yule akifa, mtu ambaye atatuhumiwa ni mama, yani mzazi aliyemtupa mtoto. Na ndio maana nimesema kesi hii kidogo imekuwa ngumu. Kwa hiyo ni hilo tu. Sasa mjomba, tunafanyaje? Mimi naona hapa cha kufanya, sijui tunafanyaje, tufanye juu chini ili tumsaidia daktari hatoke. Mjomba, fanya kitu chochote kile ili aweze kutoka Tara. Yule mjomba anapata shida huko ndani. Nisaidie. Yaani wewe ndo unanikwaza kabisa wewe. Yaani unaongea kijinga tu hapa. Kipumbavu kabisa. Ni kweli mjomba. Mjinga wewe. Kwani ukujua kwa matatizo yatakuja kutokea kama hili? Ona sasa mnavyonisumbua mimi. Kwa nini kama ungekuwa na akili timamu wewe na mwenzio? Kwa nini yeye msingefanya kabla? Kwa nini usingemshauri mwenzio kwamba asitupe mtoto? Lakini yote wakati anayafanya na wewe ulikuwepo. Sasa niwapigie polisi niwaambie kuchukua na wewe ulishiriki.
Umepigia tena maskari mjomba. Mimi nahusika vipi sasa? Mimi sihusiki. Mshenzi sana wewe. Mjomba, mimi na tukiendelea kulumbana namna hii hatutapata mwafaka. Inabidi hapa cha kufanya tushirikiane ili tuweze kumsaidia daktari hapa. Haya mambo yanaumiza sana mjomba. Hii hatua ni ngumu. Ungelikuwa wewe umefikia umri wangu ungejua mimi shida hizi nazipata kwa namna ipi. Na ndio maana watu wanakuwa wanawaelekezaga kwanza watu mapema ili mradi wasitende makosa. Mimi kuwaelekeza hawa maana yangu sikutaka watende makosa. Na hawa pia walitakuwa yatambua haya toka mwanzo. Huyu kama mtu mzima alikuwa anapaswa kumwelekeza yule. Sasa kama unaweza kumtupa mtoto, tafsiri yake ni unaweza kuua wewe. Ukiambia mtu mshikie kisu muue utamuua. Lakini mjomba, mimi sihusiki. Unanituhumu bure mimi. Nitakupiga kibao mimi hapa. Nitakupiga sasa hivi kibao mimi. Tena ongea ufu unaendelea kuniambia mimi mjomba hapa. Mshenzi wa tabia wewe. Mjomba, mimi wacha nikapumzike nikatulize akili kidogo. Alafu mambo mengine tutajulishana. Karibu dada, naomba nikusaidie. Asante afande. Jina langu naitwa Ana. Nimeongea na afande muda mfupi uliopita kwa kupitia simu ya mume wangu. Akaniambia nifike kituoni na baadaye nikapata taarifa kuwa mume wangu amekamatwa. Wewe ndio ulitambulisha kuwa mke wa Marashi? Ndiyo. Kuna nini kimetokea afande? Na mume wangu yuko wapi? Mume wako anahusika katika tukio la kuokota kwa mtoto aliyetupwa na mzazi wake. Badala ya kuripoti tukio hilo moja kwa moja kwa mamlaka husika, alimchukua mtoto na kwenda naye nyumbani. Mtoto? Tena naomba usinichanganye, usinivuruge sasa hivi. Usinivuruge. Mtoto sijui umemtoa wapi, sijui umemzalisha nani huko, uniletee mimi nimpikie huko. Mimi hainiingia akilini kabisa. Yaani kitendo tu cha kutoka naye huko alikomuokota mpaka kumleta nyumbani ni ishara tosha kabisa kwamba ule mtoto ni wa kwake. Ndoa ni ngumu na ndoa inahitaji uvumilivu. Uvumilie, maana kwenye ndoa kuna matamu na machungu. Wewe inatakiwa umwache baba. Unang'ang'ana naye. Ona alivyokufuja. Yaani nywele ziko timu, mafuta upaki, upende shoga yangu unajua ni mzuri. Hivi unajua ulijiangalia kwenye kioo mwanzo mpaka mwisho ukajiona jinsi ulivyokuwa umetakata. Ulivyokuwa umenoga. Wewe wakukaa hivi. Baba huyo hakufai. Marashi alichukua mtoto? Ndiyo. Ingawa nia anaweza kuwa ya huruma, lakini taratibu za kisheria zifuate. Ndio maana tunamshikilia kwa mahojiano ya awali. Lakini afande, mtoto yuko salama sivyo? Ndio yuko salama. Hilo ndio jambo la kwanza tulilolihakikisha. Lakini mume wangu amekamatwa peke yake? Hapana dada. Marashi kukamatwa peke yake. Unamaanisha nini afande? Alikamatwa na mwanamke mmoja aliyedaiwa kuwa mke wake. Mke wake? Una uhakika na hilo? Kwa sababu mimi ndo mke wa Marashi. Na wala tiba sijaona, shida yangu sijui, au mie nyota sina. Ya mwingi nahitaji kunywa pombe, hata chakula sitamani, kitu nachofanya mimi ni konde, kwa ya misi ya zamani. Ya mwingi natamani kunywa pombe, hata chakula sitamani, kitu nachofanya mimi ni konde, kwa ya misi ya zamani. Maumivu nilopata, aombe Mungu simtoke. Nimesikia yule mpumbavu katoa mbalija zake kamfuata kule mumewe eti kaenda kumuona. Hivi watuchukuliaje? Familia kwetu hatuna amani. Kisa yeye. Kila siku gopi kisa yeye. Kila nasemaje? Siku nikimshika, nikimkamata.
Dada, ila mimi naona tusiendelee kumlaumu Marashi, maana vitimbi vyote vilivyofanywa na yule mwanamke eti aje kumsamehe. Ninarudia tena, yaani nasema tena, siku nikimshika yule malaya, nikimkamata, yaani kila siku ndio sababu ya sisi kugombana. Hey, lazima niwe subiri. Hey, subiri. Mama Aisha. Abe, nataka nikuulize maswali machache na unijibu majibu yaliyoeleweka, yani majibu yaliyonyooka. Usinidanganye kitu chochote. Sawa mwanangu, nakusikiliza. Kwa nini katika nyumba yangu ya kule chini uliamua kumpangisha kahaba? Mume wangu amekuja mpangaji, mimi sikujua kama na tabia hizo. Halafu hao ni maisha yake binafsi, sisi nyumba ndio tumejenga. Anakuja mpangaji anatoa hela, haya mengine sisi hatuhusu kabisa. Unajisikia unachokizungumza? Unakielewa unachokizungumza? Kwa hiyo kumpangisha kahaba katika nyumba yangu, wewe unaona sawa? Ndio mume wangu, hao ni maisha yake binafsi, sisi hatuwezi kumpangia kabisa. Sisi tunachohitaji ni kodi. Mshenzi wewe. Yaani nakuuliza kumpangisha kahaba kwenye nyumba yangu ni sawa, unasema ndio mume wangu. Ile guest ile dangulo ile, kama makahaba kuingia katika madangulo ni sawa, basi wengine wangekuwa wanaingia huko. Nakuuliza unanijibu tu blanda. Yaani kama vile unamjibu mtu ambaye umekutana naye tu, si mtu gani, unamjibu mtoto mdogo. Yule binti ni malaya, anajiuza. Alafu unajipa nafasi unakwenda kumpangisha yule binti. Hiyo ni nidhamu ya wapi? Kwanza samani mume wangu, wakati anakuja amekuja tu kama mpangaji, tukampokea akatoa kodi, sawa. Sisi hatukujua kabisa kwamba ana tabia kama hizo. Mimi nimekuja kujua baadaye kabisa, baada ya kuhamia. Nitafanyaje jua hilo? Sasa kwa nini usingeniambia hilo neno mara ya kwanza? Unakuja kunithibitishia kwamba eti kumpangisha kahaba ni sawa tu, usimpangie mtu na majukumu yake kwenye nyumba yangu. Huo uzinzi anaofanyia wapi? Si anafanyia ndani. Kama ingekuwa ni sawa makahaba kwenda sehemu kufanya uzinzi na watu wengine wanakwenda mashehe, mapadri na watu wenye hekima, si ingekuwa sawa tu? Unajisaulisha. Wakati tunamaliza ujenzi wa ile nyumba, tuliwaalika maustazi wakafanya dua pale, watoto walipata riziki pale, lakini unakuja unaingiza watu washenzi, wapumbavu, makahaba wanafanya uzinzi. Kwa hiyo kwenye nyumba yangu kuingiza wanaume na kutoa walevi, wanyapombe, sijui mafundi misumari, mafundi kenchi, wazini katika ile nyumba, wewe unaona sawa? Kwani kile kimegeuka choo kusema kila mtu anachotama hivi anakunya? Sinakuuliza. Samahani mume wangu. Hatupasi kabisa sisi kugombana, kwa sababu si makosa yangu kama nilivyokuambia. Cha kufanya hapa tujue namna gani tu tunalitatua hilo swala. Nisikilize nikwambie. Sitaki kumuona yule mshenzi. Na ndio maana juzi wakati mimi naenda katika ile nyumba nikawa nasikia kizunguzungu. Kumbe nyumba tayari ina mapepo, ina uzinifu mule, makahaba, majini malaya, wote wako mule. Yule kahaba, lile pepo, yule jini mkatakamba, sitaki kumuona pale. Na kama hatotoka pale, nikienda nikimkuta tena pale, nitamchinja kabla sijamtoa mko wangu polisi. Tutakutana polisi huko, tutakuwa tunaongea mambo mengine. Unanikwaza mimi wewe? Nabi Islahama sisi bahari. Na kuazika mimi. Yaani umenikwaza, na nisikize. Sitaki kula chakula chako leo. Na leo tutalala mzungu wa 4. Sikupi. Umesusa. Maneno magumu hapa yanaingia. Hata nikiwa shida mtafika kufanya maamuzi hapo kufikiria. Kweli maisha magumu ndo yanofanya mimi nijute. Mwanangu naye mwanadamu, maisha yamefanya ni mtupe.
akili inajilaumu, nafsi inasema ni mtupe, kichwa kimepata ndimu, mwanangu staki ateseke, wala makota wanamtesa, kweli dunia ni ngumu. Mwanangu jamani, mwanangu mwanangu jamani, unauma ukweli, naumia. Dadangu, naomba uniambie ankoli kwa wapi? Kamemba, nikwambie mara ngapi? Si nishakwambia kwamba mtoto yuko kwa babake? Mimi mjinga, sina akili, sio? Kila siku najiliza hapa, ankoli simuoni. Naomba uniambie ankoli kwa wapi? Unataka nikujibu nini Kamemba? Unataka nikwambiaje? Hivi ulinifikiria hata kidogo? Unajua hali ambayo mimi napitia? Vaa viatu vyangu hata dakika 5 basi uone jinsi ninavyoumia. Naumia tena sana, sio kidogo. Mwanangu nisamee, nimekosa, bado najilaumu, wala makota wanamtesa, kweli dunia ni ngumu. Mbona hivyo? Hamna Zinati, najaribu tu kufikiria. Hebu acha Tara, utaisababishia matatizo, acha kujitia. Ila asante Zinati, ikitokea nimehukumiwa, naomba unielewe mwanangu Zinati. Tara, hebu acha kuwaza vitu vibaya. Mimi na imani kama utatoka tu. Nyamaza. Majuto, 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 majuto. Mwanangu nisamee, nimekosa, bado najilaumu, wala makota wanamtesa, kweli dunia ni ngumu. Mwanangu nisamee, nimekosa, bado najilaumu. Majuto, 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 majuto. Purchase your tracks today.